Waheshimiwa Waislamu sote tuliosali katika msikiti huu na wengine watusikiliza, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia alhamdulillah kumaliza sala yetu kwa salama na amani. Tumshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa kumaliza mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani, na bado tunaendelea na 6 Shawwal sasa hivi baadhi yetu, na inshallah kwa hajabahatika wataendelea kwa sababu muda tunao mpaka mwisho wa Shawwal hii. Baada ya utangulizi huo, la pili, nashukuru sana leo kupata nafasi ya kuja kusali katika msikiti huu. Mara nyingi nimesali msikiti huu tokea nikiwa waziri wa elimu wakati ule, na kabla hapo wanakuja hapa nasali alhamdulillah, kwa sababu si mgeni. Lakini kubwa zaidi ambacho leo kimenifurahisha ni khatibu wetu kutoa hutuba nzuri sana, nasaha nzuri sana, na pengine singetosha hata sisi, ingetosha pengine sisi tusizungumze, tumwachie imam na khatibu wetu, hutuba yake imetosha. Lakini kwa sababu tumepewa nafasi ya kuzungumza, basi tutazungumza kidogo. Lakini mshukuru sana, nimpongeze khatibu wetu, hakika ametuasa vizuri. Maana anasema Ramadhani imekwisha na tulibadilika kitabia sote. Sasa tabia zile ambazo tulibadilika tuendelee nazo, kwa sababu bado Mwenyezi Mungu yupo. Ramadhani haipo, lakini Mwenyezi Mungu yupo. Mshukuru sana Mwenyezi Mungu ambariki, na endelee kutoa hutuba kama hizo katika kila Ijumaa, na kila hapa nafasi kutupa mawaidha mahali pengine. Lakini la pili, nimefurahishwa sana na imamu wetu kira yake, alhamdulillah, Mungu ambariki naye, kasalisha vizuri sana. Imam kama hawa tunapowapata tunafurahi sana. Kwa bahati mimi huwa nasimamia ofisi ya mufti vile vile. Kwa hivyo Sheikh Said, imam kama huyu tusimsahau katika shughuli zetu za kitaifa, wanasalisha katika kiwango kikubwa kabisa ambacho mimi kinaridhisha. Lakini jingine kubwa zaidi ambalo napenda nizungumza kwa upande wangu, leo nilipata bahati ya kuja hapa Pemba katika kuombeleza viongozi wetu. Nilikuja katika kumwombea dua marehemu Dr. Omar Al-Juma, na tulikuwa asubuhi pale kwenye kaburi lake. Viongozi mbalimbali sasa hivi tunaombea dua ambao umetangulia mbele ya haki. Lakini pia na sisi tujiombee dua, Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu yote inshallah, ili inshallah sote tukaingia kwenye pepo yake. Kubwa zaidi, baada ya kupata fursa ile, nikatakiwa pengine nikaambiwa kama ni vizuri, kama muda upo, uje usali msikiti wa Wawi. Na tokea naondoka nitia nia kusali msikiti huu. Kwa Mwenyezi Mungu akikubalia nia yangu na nimepata nafasi ya kuja kusali, hakika nimefurahi. Na kikubwa zaidi, waheshimiwa Waislamu na ndugu zetu pote wanaotusikiliza, nimeomba chombo hiki leo kiko live kabisa, kinaonekana nchi nzima. Sasa ni vizuri nikitoa nasaha watu wote watazisikia. Kubwa zaidi ni nini? Kwamba tuendelee kuwaombea dua viongozi wetu wakuu. Mwenyezi Mungu awape nguvu, awape afya njema, inshallah waendelee kutuongoza katika njia za kheri kama wanavyofanya sasa hivi. Lakini kubwa zaidi ambalo imama amelizungumza hapa ni swala zima la maadili kwa vijana wetu. Hakika ni kweli maadili. Mimi nasimamia vitengo vingi vinavyosimama na maadili. Kila siku pale mahakamani, kwenye mkurugenzi, ukienda ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka na maeneo mengine, utasikia tu kwamba watoto wamedhalilishwa kwa njia mbalimbali. Sitaki kutaja maeneo ambayo wanadhalilishwa au wanafanywa vipi. Sote ni mashahidi, tunasikia kwenye vyombo vya habari. Sote tuwe walezi kama tulivyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuendelee kuwalea watoto wetu inshallah, na Mungu atatusaidia. Ulezi ni mzito sasa hivi, na watoto wa zamani sio watoto wa sasa hivi. Zamani mtoto ukimwambia usifanye, ukimtolea jicho basi, sasa hivi hata mtolee jicho litatoka, lakini naye anakutolea jicho hilo hilo. Ndio wakati huu tuliofika sasa hivi. Lakini tujitahidini na Mwenyezi Mungu atatusaidia. Imani yangu kubwa, tukijitahidi, tukiwalea, tukaenda kuwalea, tukiwapa nasaha, kuna siku atatusikia na Mwenyezi Mungu atusaidia, tutapata watoto wazuri. Hawa watoto hawa ndio baadaye watakuja kuchukua hizi nafasi zetu. Si tena wasemaji watu, tuko mguu wa mwisho wa tahiyatu. Tushaweka mguu upande sasa hivi, au sio? Kwa tujitahidi sana inshallah, tukijaliwa tuendelee kuwalea na Mungu atatusaidia. La pili, tuendeleze sana amani katika nchi yetu. Hakuna mbadala wa amani. Alhamdulillah, tupiga Ramadhani nzima hatukusikia chochote huku kumetokea nini. Hapana, sote tumekwenda vizuri, tunapendana, tunakula pamoja, tunafutari pamoja, tumesali pamoja tarawih. Rais mwenyewe kasali misikiti zaidi ya 27 kila siku, na mimi niko nyuma yake, na mimi nipata nafasi hiyo alhamdulillah sihaba. Na tulikuwa tunasali kwenye tarawih, tunakaa hatuchoki. Wengine wanatafuta msikiti unaosoma juzu nzima na rakaa 20. Wengine kama wavivu kidogo hapo wawili watatu wanakwenda zile za rakaa 8 zile. Lakini si wavivu, ndo haijakatazwa. Kwa hivyo wanasali kwa mujibu wa hali yao. Lakini tuendeleza ibada, lakini pia kuendeleza amani katika nchi yetu.
Wenzetu katika nchi nyingine hawakufanya Idi kama hizi tulizofanya sisi. Leo alhamdulillah mambo yanaenda vizuri. Na natoa nasaha hizi kwa sababu tumemaliza Ramadhani. Huko tunakoelekea kuna uchaguzi. Uchaguzi mwezi wa Oktoba inshallah. Tujitahidi sana kuendeleza amani hii, tufanye uchaguzi wetu kwa amani na salama, tupate viongozi ambao Mwenyezi Mungu atatuwekea inshallah kwa njia za kheri inshallah. Sote tushirikiane kwa pamoja. Nadhani baada hayo mawili yatoshe. Hutuba ya Ijumaa imetosha, na mimi sio mzungumzaji mkubwa na umeme haupo, kidogo tunapata joto wengine kutoka tukafanya mengine. Nishukuru sana uongozi wa msikiti kwa kunipokea vizuri, na Mwenyezi Mungu awabariki inshallah. Tuko pamoja ndani. Na mimi nitashirikiana na msikiti wa Wawi na misikiti mingine wakati wote ambao mtahitaji msaada wangu, tutakuwa tayari inshallah kushirikiana. Asante, jazakallahu khair. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.